Sasa huyu kocha huyu anaitwa Mang'oba Niti. Anaitwa Mang'oba. Lazima ulimi kidogo ukaze, Mang'oba Niti. Sasa kuna jamaa mmoja Fortunatus Kasomfi anaipiga vizuri sana hiyo. Anaitwa Mang'oba Niti. Anaitamka vizuri sana. Ni kocha wa namna gani Frijibovu? Mimi najua wewe ni mtu nyeupe, nyeusi. Yes, Young Africans wanapata kocha ufupi. Pata kocha na nimependa. Sasa hivi wanaigana sasa na mtani wake Simba Sports Club. Yanga kocha kutoka South Africa kwao ni nadra kuwaona. Of course Simba ndo wamefanya na kocha huyu Fadlu Davis ambaye yeye ni piwa kabisa South Africa, na wananchi waliona balaa la Fadlu Davis amefikisha hadi hatua ya finali ya kombe la shirikisho Afrika, lakini pia huyo Fadlu Davis aliwatia amsha karibia achukue ubingwa last season, sio unaelewa. Lakini awamu hii Fadlu ameondoka, Simba wakarudi tena South Africa. Yaani wao Fadlu ameondoka wakarudi South Africa pale wakaenda kumbeba Steven Baka, na wao wameona namna ambavyo wamepigwa pressure msimu huu na Steven Baka almanusura mambo yaharibike pale. Chupu mbio zilikuwa za hatari sana, pointi 2 tu, na mwisho wa siku umemwona Simba namna ambavyo walikuwa. Kwa hiyo wao wameona waende zao moja kwa moja pale South Africa, na wamefanikiwa kumchukua kocha mkubwa. Watu hawajui, watu wengi wanaweza kawa labda wanamuona tu ni kocha wa kawaida, lakini kwa mimi nilivyomfuatilia kocha nimeanza kufahamu muda mrefu sana. Kuna iko mechi moja Yanga walicheza na Mamelodi Sundowns, unakumbuka ile Stefan Azikia anapiga ile chuma inakataliwa. Engineer Arafat Haji pamoja na Alex Ngai walipiga picha pamoja, na ndio picha inatembea sana. Ile picha ilikuwa inazungumza mengi sana, na moja wa watu, nataka niwape siri ambayo watu hawajui. Moja wa watu ambao walichangia pia kocha huyu Mang'oba Niti kutua Young Africans ni pamoja na kocha Pitso Mosimane. Pitso Mosimane alikuwa ni kocha wa Mamelodi Sundowns, lakini ana uhusiano mkubwa sana na rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said. Maswaiba wakubwa, na umeona hata ile namna ambavyo wa kukuza vipaji na nini amekuwa akihusika pale kwa asilimia kubwa sana. Na mmoja wa watu ambao wamepeleka ushauri mkubwa sana Young Africans wamchukue bwana Mang'oba huyu. Sasa hivi tunamuita kwa Kiswahili ili tusiwasumbue watu. Kuna watu wengine wanaweza kusema bwana atuelewe hilo jina. Lakini mwisho wa siku ni Pitso Mosimane ndo alio wapa hiyo njia Young Africans, wachukueni huyu hapa atawasaidia. Na kwa watu ambao hawamfahamu zaidi, huyu mwamba ameng'aa sana tangu 2021, lakini achana na huko 2016 wakati Mamelodi Sundowns inachukua ubingwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, huyu alikuwa kocha msaidizi wa Pitso Mosimane, na walifanikiwa chini ya kocha huyo Pitso Mosimane, walifanya vizuri akiwa kama msaidizi wake. Na wakati akiwa na Pitso Mosimane, baadaye Pitso aliondoka pale akaenda zake National Ahli. Huyu kocha alibaki pale kama caretaker, kwa maana yeye ndo alipewa timu kama ambao Hamidi Mwali ambaye amebaki kwa sasa pale Young Africans. Kwa alikuwa kama caretaker wakati wanatafuta kocha mkuu pale, na alifanikiwa pia kuipa timu hiyo ubingwa, lakini baadaye ndo akamleta Roland Mukwena. Kwa hiyo ukiangalia huyu ni kocha mwenye historia nzuri pale South Africa, kwa sababu yeye legacy yake ameacha zaidi pale Mamelodi Sundowns akiwa kama kocha msaidizi pamoja na hiyo caretaker, lakini amechukua uzoefu na amefyonza maarifa ya kutosha kwa kocha mkuu Pitso Mosimane. Kwa muda mrefu wamekaa pamoja, kwa hiyo style of play ya Mamelodi Sundowns yote iko kwenye ubongo wake, na amepita maeneo mbalimbali. Golden Arrows ndio huko alikotoka, amewapa ubingwa wa MT8 ile ya pale MTN8 ambayo aliwapatia pia ubingwa, lakini pia wakati huo akiendelea kukuza vipaji. Moja ya faida alionayo ni ameendelea kuibua vipaji, talanta za kutosha. Kuna nyota ambaye sasa hivi alifanya vizuri sana, Mamelodi Sundowns wamemsajili akitokea pale Golden Arrows, na mpaka sasa hivi ninavyozungumza na wewe ni kocha ambaye ametengeneza heshima kubwa sana kwenye ardhi ya South Africa. So to me nafikiri Young Africans wapata kocha mzuri, ni sahihi kwao kutokana na falsafa ya aina ya mpira ambao wanacheza. Pia ukiangalia Mamelodi Sundowns wanapenda kucheza mpira wa kupossess, kumiliki sana mpira. Yaani hawakupi wewe mpira, yaani muda wote wanataka wao umiliki mpira. Ndio kitu ambacho wanafanya. Na ukiangalia hiyo ndio system ambayo Yanga pia wanaitumia. Yanga anakupiga pressure kweli kweli. Yaani Yanga anapenda amiliki sana mpira. Ni siku za hivi karibuni tu wametoka kwenye ile system yao. Ndio maana unaona walipokuja makocha kina Romain Folz kama vile system ya uchezaji kwa inapotea. Pedro Gonçalves baadaye amekuja kaibuka hapa Abdul Hamid Mwali, bado Yanga wanapoteza sana mipira.
hawana ile system ya kufanya pressing, lakini pia ya kupossess. Sasa amechukuliwa kocha ambaye anaendana na mfumo. Yanga mfumo wao na Mamelodi Sundowns haupishani sana. Kwa hiyo wameenda huko kuangalia wanapata kocha ambaye hataanza kupata wakati mgumu akiwa anaanza kuinject mifumo yake kwa wachezaji, lakini mbinu na kila kitu. So to me nafikiri ni kocha mzuri ambaye anaweza kupeleka nchi ya ahadi. Na bad news au habari mbaya zaidi ni kwamba anakutana na wachezaji ambao wengi wanaondoka, sawa? Alafu dirisha la usajili limefunguliwa. Kwa hata yeye atakuwa na uwezo. Unajua ni taarifa mbaya, lakini wakati huo pia ni taarifa nzuri kwake. Kwa maana taarifa mbaya ni kwamba wachezaji asilimia kubwa wanangolewa, halafu walete wachezaji wapya, aanze kuwaingiza yeye kwenye mifumo yake, aanze kutengeneza zile partnership na kila kitu. Kwa hiyo ana kazi kubwa mbili kama sio tatu ya kufanya. Ya kwanza kuimarisha viwango vya wachezaji. Kuna baadhi ya wachezaji viwango vyao vimeshuka sana Young Africans. La pili, kuleta wachezaji, kufanya usajili ambao atasaidia sasa na uongozi, lakini wakati huo pia akiwa anatengeneza system ya uchezaji ambayo Yanga walianza kutoka kwenye hiyo misingi. Kwa ana kazi hiyo ya kuifanya. Na uzuri ni kwamba sasa hivi ligi imeisha, tunajua itachezwa hapo Ngao tarehe 12 dhidi ya Simba August, tarehe 12 August pale. Tutasubiri kuona itakuwaje. Kutoa majanti wawili kutoka South Africa. Kwangu nafikiri ni kocha mzuri. Sawa. Tunafahamu moja ya kitu ambacho nimefuatilia na mimi kwa upande wangu nimeona kwamba ni kocha ambaye anaamini kwenye vijana. Young African wanahusishwa na dili la Chuga, kijana kutokea pale Arusha. Unadhani ni mchezaji ambaye anaweza kaenda kuingia kwenye mfumo wa kocha huyo? Kabla hujaenda kwa Chuga, unajua Simba tayari walikuwa wameongea na jamaa moja anaitwa Keletso Magalwa, na Simba alishafikia makubaliano yao na huyo mchezaji kupitia kwa Steven Baka. Huyo ni nyota ambaye anacheza Sekekune United ya pale Afrika Kusini. Lakini mara baada tu ya Young Africans kukamilisha usajili wa kocha, na yeye tayari ameanza kusukuma kete kwamba anaulizia kwamba Simba wamekupa bei gani, anaulizia management ile pale ya mchezaji Malala Keletso Magalwa kwamba huenda akapindua dili, kwa sababu Yanga amekuwa ni watu wa kupindua dili. Lakini tayari Steven Baka na jopo la uongozi wa Kaleso tayari wameshakubaliana huenda akatua Simba. Lakini ameanza kuchagiza. Kaleso ni mchezaji wa kariba gani? Pale umeona kwamba Yanga na Simba walikuwa wanapushi sana kungangania kabla hata kocha huyu hajasainiwa na Young African. Ni mchezaji mzuri kwa sababu ukiangalia of course miaka 29. Ukisema miaka 29 kwamba eti age imeenda, mimi ndakukatalia. Kwenye ligi yetu mchezaji anatoka South Africa, wale jamaa kwanza ukienda unajua South Africa ni nusu Ulaya tu. Wachezaji wao kuanzia vyakula katika eneo la mazoezi, nutrition zile ambazo wanatumia tofauti kabisa na kwetu. Hata akiwa na miaka 33 anazima. Mimi nilikuwa nashangaa juzi kuna mtu ananiambia eti Peter Shalulile sijui amezeeka, sijui akija kwetu atacheza na nini. Yule anazima yule. Miaka hata 2-3. Wewe unaona Rashid leo kana ufanya balaa pale, alikuja na miaka 29, sasa hizi ana 30, anaenda 31 pamoja na mwenzake Neo Maema. So washa moto. So hata huyu Kaleso ni mmoja wa wachezaji wazuri tu kwa sababu amepita Mamelodi Sundowns. Huyu jamaa anamfahamu. Yaani katika vitu ambavyo kama watamkosa Young Africans watakuwa wamechelewa. Lakini kwa watu ambao walikuwa na uwezo wa kumshawishi huyu mchezaji na kumpata kwa urahisi ni huyu jamaa, huyu kocha wa Young Africa, sababu amewahi kumfundisha pia bwana mdogo. So to me nafikiri Simba kwa sababu waliwahi mapema, alafu Steven Baka pia ana channel kubwa sana. Kwa Chuga umeniuliza. Bana Chuga hii mimi hapo kwa Chuga hapo. Chuga boy. Wonder Kid, fundi wa bori. Niliona kuna kama tempo yako iko juu sana kwa Chuga. Kwa Chuga unajua tempo yangu ilikuwa kubwa sababu ni mchezaji ambaye tayari mimi nawasiliana viongozi wa Fountain, na huyu mchezaji Chuga tayari ameshakuwa kuna vilabu vikubwa vinamhitaji Ulaya, na tayari alikuwa mipango inaenda vizuri, imebaki tu swala la visa. KA Gent sio wale Genk ambao kuna watu wanasema Genk sijui nini, lakini ni Gent wale ya pale Ubelgiji. Sasa mipango imeshakamilika, mchezaji baki kidogo tu aanze safari, visa na nini ndio inafanywa kazi. Alafu inaibuka hizo taarifa. Kwa maana hiyo Yanga walipita mlango wa 1? Hawajapita kwa sababu mimi taarifa baadaye nikaja nikatafuta clarification, nikampigia afisa habari of course Issa Mbuzi anaweza akawa anazungukwa na viongozi. Nikaona haitoshi. Unajua afisa habari wewe kazi yako unapewa tu bana document, nenda kaongee. Lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo vinafanyika unaweza usishirikishwe wala vipi. Mimi niliongea na rais wa klabu yao kabisa.
kwa dakika karibia 30 bwana Japhet Makau. Nikamwambia huyu kijana kwa talanta alionayo, umri wake ni mdogo, miaka 18, anahitaji kukua zaidi. Anapata ofa ya nje, lakini taarifa zinaenea kwamba anaenda Young Africans. Vipi? Akasema mimi nashangaa naona tu hizo taarifa, lakini hamna uongozi wa Yanga uliokuja kwangu. Na mimi nikamuuliza how inawezekana vipi mchezaji ana mkataba miaka 5 kwenye timu yako alafu ni kijana mdogo alafu eti wafanye mazungumzo na uongozi wa klabu ya Yanga bila kufahamu. Hiyo si ni kesi. Akasema sasa mimi nimeona mtetesi watu wameandika na nini, lakini Yanga bado hawajafika. Waje wabishe hodi tuongee. Lakini mwisho wa siku nilichokuja kubaini ni kwamba hivi vilabu vikubwa vina uwezo, vina nguvu kubwa sana. Wanaweza wakaingiza masuala ya kisiasa, wakamchukua mchezaji. Unaelewa Na hakuna mchezaji ubongo hapa ambaye hataki kucheza Yanga na Simba. Hata huyu bwana mdogo mimi naamini anatamani sana kucheza Yanga pale. Lakini lazima apate washauri wazuri. Unaenda kucheza Yanga, what for? Kitu gani ambacho kinafuata baadaye? Kwa sababu Young Africans ni timu ambayo itakupiga pressure tu. Utaenda Yanga, utaenda Simba. Sasa kuna watu walini-attack mimi, unajua mimi nilifocus sana pale. Nikasema yani mchezaji eti anaenda kupewa milioni 5. Nikasema milioni 5 mimi. Siweza kumsajili huyu jamani kawa namlipa huyu. Yaani wewe mwenyewe Frijibovu ukwenda kumpa Chuga milioni 5 akaendelea kukaa pale Fountain Gate. Yes. Yaani mimi milioni 5 naweza nikachukua nikampa milioni 5 yule pale. Nikachota ile hela, nikaenda nikachota kwenye account yangu kawa namlipa Chuga. Watu wewe kwa unalipa shilingi ngapi? Wewe hujui status ya bank status yangu mimi. Hujui. Kwa hiyo tulia, lakini mwisho wa siku point yangu mimi ni kwamba nilikuwa na watu wanaona kama unawabania ridhiki Young African kwa mchezaji kwamba huyu ni mchezaji mdogo. Yanga ni timu yenye pressure. Tunajua, tuna list ya wachezaji wengi sana walioenda pale kwa pupa na baadaye wakapotea. Tunajua wachezaji wengi sana walioenda kwa pupa pale Simba wakapotea. Wewe muangalie Ladakcha Sambi, sio? Shafi Dauda Godfather kwenye game ameshamtafutia kabisa Ladakcha Sambi maisha. Kipindi anacheza Mtibwa Sugar, bwana mdogo wewe. Kuna timu imepatikana Ulaya, twende ukacheze Ulaya. Watu wanamshika masikio, twende ukacheze Simba. Leo hii Chasambi uko wapi? Msimu huu ulioisha mniambie Chasambi anacheza mechi ngapi pale Simba, si ndio? Sasa haya, Chasambi walau kidogo unaweza kusema ana nafuu, tayari alishapita kwenye misingi. Huyu Chuga ndio msimu wake wa kwanza amepandishwa kwenye timu kubwa, si ni timu ya Fountain Gate. Na Japhet Makau alimpata ukijana kwa bibi yake pale Arusha. Amemuona tu kijana ana talanta, akamchukua akaenda kumpeleka kwenye shule yake pale Dodoma, akasoma, baadaye akasema mimi sitaki kuendelea na shule. Akamchukua, akaona kipaji chake, akampa kwenye timu akawa anacheza kwenye timu za vijana, baadaye akampandisha juu pale. Leo Yanga eti wanamtaka. Mimi sikatai Yanga kumsajili, lakini je, wanaenda kuendeleza kile kipaji chake? Ishu yangu mimi ni kwamba unaenda kucheza kwa Yanga au Simba. Je, kipaji chako kitaendelea ama utaenda kupotea kwenye game? Na milioni 5 watu washavuka huko. Brother, milioni 5 kwenye mpira ni kitu ambacho hakipo hicho. Sasa wewe Chuga unafikiria sasa hivi akienda Yanga huko nyuma anapata msururu watu wangapi wanaomtegemea? Si watu ni wengi sana. Watu watamani wale kupitia Chuga. So kwangu issue ya mshahara ilikuwa ni issue nyingine tu ambayo mimi nilijaribu kuchagiza, lakini issue yangu mikubwa ni wachezaji wakipata fursa ya kwenda kucheza soka la kulipa Ulaya, waende kwa sababu ni exposure. Wewe imagine Chuga anaenda kucheza kule. Isa Abushiri kwa lugha nyingine. Alafu anatoka anaitwa timu ya taifa. Fahari ilioje. Mchezaji fulani ametokea KAA Gent ya pale Ubelgiji, au ametokea KRC Genk, ametokea Fenerbahce ya Uturuki, sijui ametokea Sporting Lisbon ya Ureno. Ni raha. Ina faida kubwa sana. Yanga na Simba ukiingia pressure itakuvaa mitandao ya kijamii. Wanawake wanaanza ku-DM. Ule mtoto mdogo yule. Asipokuwa na wasimamizi wazuri, kesho kitambaa cheupe. Nakosa kupanga Sinza na Kinondoni. Unapishana naye tu. Si tayari. Alafu yuko kwenye foolish age. Yaani unampoteza haraka kabisa. Akienda kule mbele kwangu nilikuwa naona kuna faida zaidi. Asiende Yanga wala Simba, aangalie zaidi mbele. Kama ingekuwa hakuna timu ya Ulaya iliyokuwa inamtaka na kwenye process inaendelea mambo yanaendelea vizuri, mimi ningeruhusu